wassalam ala man ja'alahu rahmat lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhan muslimun enyi Islam ayuha ummah baba zangu na mama zangu tunastaayuku tunasimama pande yenu tazamaku ili nizungumze pamoja nawe swala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumshukie juu yake hakika Mwenyezi Mungu atazami sura zenu wa amwalikum na mali zenu walakini yanzuru fi qulubikum lakini anatazama ndani wa mioyo yenu wa amalikum na matendo yenu. Rawahu Muslimu, imepokelewa na Imamu Muslimu. Hata wafahamu ni vyema wazazi. Tunaona kwa sababu lile lengo linakosekana, sote tunapiga kelele kwa watu wazima. Wazazi, tunaomba utulivu wa hali ya juu, kwa sababu nilichokiona sasa hivi, mzazi anayeongea tunamwandika jina mama fulani, tafikia wakati tutakuita jina lako na wewe usome hapo, nikaa na wewe unawaka una tamaa ya kuja kusoma hapo. Kwa hiyo kinyamazi, taandika majina wazazi. Ukimwona anayeongea nauliza yule mama nani, kujua mama fulani, tutakuita na wewe uje hapa mbele usome. Ukishindwa hapo tunakusomea au tukatafutia ile majini. Naomba utulivu kwenu. Yaani hao watoto watakuwa kuigeni nyinyi. Lakini nyinyi sasa mkianzisha hivi na kwa tumalize shughuli leo. Kwa hiyo tuwe watulivu wazazi. warahmatullahi wabarakatuh. Enyi Waislamu, habari baba zangu na mama zangu, kuntoa mamakum, nimesimama hapa mbele yenu tazamaku ili nizungumze pamoja nanyi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie juu yake, ahadukum atakapokwenda miayo mmoja wenu faliyadhamada walakini kaweke mkono wake juu ya kichwa chake, wala yamwe na wala asipige kelele, fainna shaitani hakika shaitani yazamenu anamcheka mtu huyo. Rawahu Ibn Majah, hadithi imepokelewa na Imamu Ibn Majah. Hadha wassalam.
Nailati binti Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikasirike na pepo ni yako. Sasa hivi zamu ya Faisal Alhaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi sahbihi ulil kirami syurab. Abai wa umati, baba zangu na mama zangu, ana talib, mimi ni mwanafunzi imani ya kuhairia Islamia. Ismi, jina langu Faisal Alhaj. Kulikuwa mamaku na maapa mbele yetu, hayatamaku ili nizungumze pamoja na Mwenyezi Mungu na manama simshukie juu yake, haingii peponi kama mpitinishaji, anisibe kupelewa na Imam Sheikh Hanga Mjema hadi Inshallah. Anayefuatia Salihia binti Muhammad. Baba
warahmatullahi wabarakatuh. Jiandae Asma binti Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wakafa, wassalamu ala Mustafa wa waba kaya ayo muslimun abayo matangu anak wali mene wanafunzi badala inasababisha ufakiri, urofa. Jamani, punguzeni. Inshallah anafuatia Asma binti Jamali, ajiandae Samiri Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil kirami syuraka wa ba'd. Para ayyuhal muslimun, enyi Islam, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, anajuaribu, mimi ni wanafunzi min madrasatil ghairiyatil islamiyya. Ismi, jina langu Samir, kuntu amamakum, nimesimama hapa mbele yenu ili nizungumze pamoja nanyi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, salama zishukie juu yake, man shahida, mwenye kukubali alla ilaha illa Allah,
kusisitiza wazazi ambao wanawapelekea zawadi watoto wao. Ajiandae Humaira Omari ajiandae. Assalamualaikum warahmatullahi
assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada anakuambia sumu tasihu, acheni uvivu ulafi. Inshallah anakuja Saudi ajiandae saumu mzuri. Taufik Yusuf ajiandae Skyla Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها المسلمون أيها الإسلام آبائي وأمهاتي سبدانكم ومدانكم كنتم نصب أعينكم إن استمع فمرين كي يتحدث معكم ili tukumbuke pamoja naye. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu na aokoe, al-Islam na Uislamu utakatifu bada na ubavu itakaseni, fa innahu hakika ya kwamba la yadkhulu janna hataingia peponi illa nabii ila mtakatifu. Rawahu Tabarani, hadithi hii imepokelewa na Imam Tabarani. Hadha yafahamu vyema haya inshallah. Anafuata Staila Ramadhani Dae Arafati Ishaq. Arafat ajiandae. Khaira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala man ja'alahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa shafiina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها المسلمون أيها الإسلام آبائي وأمهاتي baba zangu na mama zangu, kote nyusiba ayoniku, nimesimama hapa mbele yenu kaiyata alalakum ili niwasomeni madatul hadithi, somo la hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qanuddin, babi nguzo za dini. Al-Qanuddin thalathatun,
kuhusu zipo tatu. Bahia nazo al-Islam, Islam, wal-Iman, Iman, wal-Ihsan, Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaira binti Ishaq. Suhaira Ishaqa. Ajiandae Abiri Khamis. Suhaira Sukhaifa. Sukhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa summa salatu wassalamu alaihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil kirami syurafa wa ba'd fa ya ayyuhal muslimun dini wa Islam abai wa ummati baba zangu na mama zangu anatwalibu mimi ni mwanafunzi mimaliasatin ailiyatin islamia ismi jina langu ni Habili Hamisi kumtua mamakum nimesimama hapa mbele yenu kayataat atasamakum ili nizungumze pamoja naye. Kala Rasulullah amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake. Ikirau alama utaku wasomeni maiti zenu Suratul Yas, sura ya Yas. Ahmad, hadithi imepokelewa na Imamu Ahmad wa hata Insyaallah. Haya, Sabrina binti Ramadan. Sabrina binti Ramadan. Ajiandae Ibrahim Moshi jiandae. Sabrina binti Ramadhani uje. Moshi jiandae. Siwa Sabrina binti Ramadhani jiandae kwenda kumtunza pale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man
nimesimama hapa mbele yenu kayatahaddasa makum, ili nizungumze pamoja nanyi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, as-salatu imanul din, sala ni nguzo ya dini, as-salatu mirfatul khair, sala ni ufunguo wa kila heri. Wahadha, ifahamu vyema haya. Tusikilizane. Tuacheni kelele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abad, muslimun, enyi Waislam, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, kuntu musba ayunikum, nimesimama hapa kwa Mwenyezi Mungu arehemu, Mwenyezi Mungu idha khasa Qur'an, mja kusoma Qur'an, salla alayhi wa nasali alayhi inda khatmihi, wakati wa kumaliza situna alfa maratun, malaika 60,000. Rawahu Tayrani, hadithi hii imepokewa na Imamu Tayrani. Hata yakamuni vema haya. Mali, zamu yako imefika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Saya ayuhal muslimun, enyi Waislam, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, kuntu nusba'anukum, nimesimama hapa mbele yenu kayatahaddasa makum, ili nizungumze pamoja nanyi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, ithnani, watu wawili, la yanzuruna ilaihima, hatawatazama Mwenyezi Mungu yaumal qiyama, siku ya Kiyama, qati'ur rahimi, mwenye kukata udugu, wajari usuri, na jirani muovu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Rashidi Ishaq aje hapa mbele, ajiandae. Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi thumma salatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil kirami ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, ana talibu, mimi ni mwanafunzi,
من مدرسة خيرية إسلامية. اسمي jina langu Rashidi Isiaka Tutu wa Isiaka. Kuntu amamakum, nimesimama hapa samakum ili nizungumze pamoja nanyi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake. Iyakum adhanna, tahadharini na kudhania. Fa inna dhanna, hakika kudhania, akbaru hadithi, ni maneno ya uongo. Imepokelewa na Imamu Tabarani. Hata yafahamu jema haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswalie bwana mtume, aswaliwe mtume. Kama kweli tuna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ihsani yako, kwa ihsani yako tunakuomba unyamaze. Watoto mliokuwa eneo hilo wote tokeni hapo, na waomba na kina baba mliokuwa hapo tokeni wote kwa muda, ili lifungwe turubai lingine hapo, tupate sehemu salama ya kukaa. Alhamdulillah, watu wametuitika na hii ni baraka, hatuwezi kukataa wageni. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wakina mama, kuna mada za umuhimu mnahitajika kuzisikiliza mno. Tunawaomba kwa ihsani yenu muweze kuwa watulivu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala man jaa rahmatan lil alamin, ibna shafiina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, baba zangu na mama zangu, mimi ni mwanafunzi Islamia. Ismi, jina langu Fatuma Haji Muhammad. Kuntu amamakum, nimesimama hapa mbele yenu kayaqula lakum, ili niwasomeeni madatul hadithi, somo la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imepokelewa na Imamu Muslim. Hadha yafahamu ni vyema haya. Insya Allah. Omari Hemedi ajiandae. Yusra Muhammad. Alaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, abai wa ummahat, baba zangu na mama zangu, kuntu nusba alunikum, nimesimama hapa mbele yenu, kai akra lakum, ili niwasomeni madatul hadith, somo la hadith. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu na aokoe, idha alakta anta fa'ala amra, utakapotaka kulifanya jambo, fatadabbara akibata, litazame mwisho wako, fainka na khaira, likiwa ni la kheri, famzu lifanye, fainka na shara, na likiwa ni la shari, fanta liwani. Dawa Ibn Mubarak, hadithi hii imepokelewa na Imamu Ibn Mubarak. Kwanza yafahamu vyema haya Insha Allah. Yusra Muhammad. Yusra Muhammad. Yusra binti Muhammad. Shekhe letu wametuambia ukitaka kulifanya jambo, angalia mwisho wake. Jamani, tunyamaze, tuwasikilize watoto, tunufaike. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil kirami shurafa. Saya ayyuhal muslimun, enyi Waislam, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, ana taliba, mimi ni mwanafunzi, min madrasatil khairiyati islamia, ismi jina langu Yusra Muhammad, mtu wa mamaki, nimesimama hapa mbele yenu, hai hata tamaku, ili nizungumze pamoja nao. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume, Mwenyezi Mungu rehma na amani zishukie juu yake, idha raaitumul janaza, utakapoliona jeneza, fakumu laha, isimamieni, hata tafaruhaku, mpaka liwapiteni, au kubwa au liwekwe chini. Faadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Anayefuatia Shadia binti Ali. Shadia binti Ali ajiandae vile vile. Nurati Ali. Haya, sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu wassalamu ala man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, nimesimama hapa mbele yenu, pamoja naye. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, jambo la kwanza, al-janaba taala wa Tusikilize. au
ثم الثالث الموت صلى الله عليه وسلم فيما هذا kusema haya. Jamani, kelele zimekithiri. Ili jambo lilotamkwa hapa ili lina makosa kwa watu wengi, 90% tuliokuwa hapa, lakini na hakika tulielewa ni wachache kutokana na makelele. Joji, hebu simamia upande kwa watoto hapo makelele. Anaifanya fujo niletee mimi hapa. Nurat Ali. Nurat binti Ali. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ja'alahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المسلمون أيها الإسلام آبائي وأمهاتي baba zangu na mama zangu kuntu nusba a'yunikum nimesimama hapa mbele yenu kai atahaddatha ma'akum ili nizungumze pamoja nanyi haula alhaya kuhusiana na haya. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunapaswa kujua kuwa kuna aina tatu za haya. Aina ya kwanza ya haya ni kumwonea haya Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake, na aina ya pili ya haya ni kuwaonea haya watu kwa kutofanya mambo mabaya mbele yao, na aina ya tatu ya haya ni mtu kujionea haya wewe mwenyewe, yani kwa maana usifanye mambo machafu unapokuwa peke yako. Waislamu, hizi ndio aina tatu za haya, na ukitaka uhakika wa huu tuone pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba istahyu min Allahi haqqal hayai, oneni haya Mwenyezi Mungu ukweli wa kuona haya. Faqalu, wakasema masahaba, inna lanastahyi min Allahi haqqal hayai, hakika sisi tunamwonea haya Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Qala, akasema Mtume, laisa dhalik, sio hivyo, walakinna man istahya min Allahi haqqal hayai, lakini mwenye kumwonea haya Mwenyezi Mungu kweli wa kumwonea haya, faliyahfadhi rasi wa mahawa, ahifadhi kichwa chake na kinazunguka kichwa, walbatna wa mawaa, na hifadhi tumbo lake na kilichokuwa jirani yake, almauta walbira, na kumbuke kufa kwa kuoza, waman arada al-akhirah, yote yule mwenye kuitaka akhira, talaka zinatan, basi aache starehe na mapambo ya dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal haya, yote yule mwenye kufanya hivyo basi atakuwa amemwonea haya Mwenyezi Mungu kweli wa kumwonea haya. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio uhakika wa haya kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipata kusema mshairi mmoja kwamba idha hurima mar'ul haya, atakaponyimwa mtu kuwa na haya, fa innahu bikulli qabihin kana min mujadid, kila jambo basi keenu na kuwa zuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, jipambe na haya chana asiyofaa, kwa sababu siku zote hata heri, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhaya haya haiji kwa mpokuwa kwa sababu heri. Mashaallah, ametupa uhakika wa haya Laila binti Hashim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd.
kuangamia. Na Qur'ani ndio kuongoza maisha yetu kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, hakika hii Qur'an, yahdi lillati, inaongozea katika njia ambayo njia hiyo aqwam, ni nyofu. Wa yubashshirul mu'minin, na inatoa bishara njema kwa waumini, alladhina, wale ambao ya'maluna salihat, siku zote hufanya mema, anna lahum, kwamba stahikao hao ajran kabira, ni malipo makubwa. Waqala nabii sallallahu alayhi wasallam, na akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, iqra'ul Qur'an, isomeni vyema Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyama, itakuja Qur'ani siku ya Kiyama, shafi'an li ashabi, hali ya kuwa ni kiombezi kwa wale waliokuwa wanasoma Qur'an. Hadha yafahamu vyema haya. Inshallah, huo umuhimu wa Qur'ani. Kisha Khadija binti Fadhil ameshataja dada yetu, lakini miongoni mwa hayo kustiri utupu. Wakina dada, mnatoa sana sadaka sasa hivi, mnatoa sadaka sana. Wakina dada, wa mama, wanawake mkwe, mwache kutoa sadaka. Ndio maana kasema wahafidhat farjaha, au stiri utupu, sio kujifunika tu. Sio kila mwanamume unampa sadaka jamani, nguzeni. Inshallah, huyo Khadija ajiandae Mwajabu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmid din. Wa ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, kuntu nusba amrikum, nimesimama hapa mbele yenu kayatahaddatha ma'akum, ili nizungumze pamoja nanyi. Ikhwan fillah, Islam katika dini ya Mwenyezi Mungu, wa an aidan asaluku an ahadirakum, naendelea kutahadharisheni min adhabillah, kuhusiana na adhabu za Mwenyezi Mungu, kama hadhara lana Nabii Muhammad, kama alivyotahadharisha Nabii Muhammad an anwai adhaban alim, kuhusiana na aina mbalimbali za adhabu. Wakati fiha masabu ummati, aliona fursa na watu katika umati wake, aadhallahu wa iya, Mwenyezi Mungu akirisina kabisa. Wa ama adhabu akhara, ama adhabu nyingineyo, dafai Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimshukie juu yake, alimuona mwanamke amefungwa miguu yake katika matiti yake, ila adhari baiha wa shukati ya daima, na mikono yake imefungwa ila nasihati katika kisomo chake. Hadha yafaulu kusema haya. Umati wake waliingia katika adhabu hizo, miongoni mwazo katika hizo mwanamke anafungwa miguu kwenye maziwa yake. Kwa hiyo jamani, wanawake, wakina mama, na hao ndio ambao wameonekana sana katika adhabu hizo. Kwa hiyo tujitahidi kuziepuka hizo adhabu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ja'alahu rahmatan lil alamin,
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المسلمون أيها الإسلام آبائي وأمهاتي baba zangu na mama zangu mustaayu nimesimama hapa mbele yenu kai atahaddatha ma'akum ili tuzungumze pamoja nami. Qala nabiyul ali wa Fatima, amesema mjumbe wa Mwenyezi mwambia Ali na Fatima, yauma usiya bihi ila samai, siku ambayo nimepelekwa mimi raaitu nisaa, nikawaona wanawake umati miongoni mwa umati wangu waadhibna, wanaadhibiwa bimamuwai minanadhabu, kwa aina mbalimbali za adhabu. Fabakaitu, nikalia maaraitu, kwa sababu ya yale ninayoyaona, min shiddati adhabi, kutokana na ukali wa adhabu zao. Raaitu mraatan, nilimuona mwanamke muallaqatan, ametundikwa bilisaniha, kwa kutumia ulimi wake, yani dimahuha, unatokota tumbo lake, bisababu, kwa sababu kanat mutashan raha, alikuwa kulipi mbele zake, minarijali, mbele zake. Waraaitu mraatan, na nilimuona mwanamke muallaqatan, ametundikwa shahariha, kwa kutumia mbele zake. Walhamimu safu, na moto na miminya kinywani mwake. Wahia, na mwanamke huyo kadha zauja, alikuwa akiuzi mume wake. Hadha, akamulize mahali. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe akamwona mwanamke ametungikwa kwa ulimi wake. Ulimi kisa alikuwa akimuuzi mumewe, subhanallah. Na aliyetungikwa kwa nywele zake kisa alikuwa hafuniki nywele zake. Na humo tukiangalia tuko wengi sana wenye tabia hizi, hatupendi kujifunika bwana, joto bwana. Sasa wewe endelea kuona joto hivyo hivyo, lakini utaipata kesho. Kwa hiyo dada yetu katuhusia huyu, ni miongoni mwa adhabu ambazo watakutana nazo wanawake wa umati wetu huu. Kwa hiyo tafadhalini wakina mama, na ndio maana tunawaambia endeleeni kuwa watulivu ili musikie japo kwa uchache au mtakaoyapata kutoka kwa watoto, kisha mkayafanyie kazi, na ndio itakuwa sababu na nyinyi kuepukana na mazonge. Lakini kama mtaendelea kutia pamba masikio yetu, basi tujiandae na adhabu hizo kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitawaita wadada wawili. Madada hao wanazungumzia hijab. Walillahi alhamdu. Wa kwanza atakuwa ni Suhaifa binti Hassan, na mwingine atakuwa Rahma binti Umar. Na baada ya hapo ataendelea mwingine ambaye anafuatia, kwa sababu mada ya hijabu ni ndefu kidogo. Ataendelea mwingine baadaye kidogo katika wanafunzi wengine. Kwa inshallah atakuja huyo kwanza kuzungumzia japo kwa uchache, kwa na sisi tusikilize hijabu ya kisheria ni ipi na inavaliwa vipi. Kwa hiyo tusipende tu kuvaa vimtandio vyetu vya wallahi kichwani huko, wengine vita vimtandio wallahi wao kapatika kichwani, basi kama kuna hijabu ya kisheria. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ja'alahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin الدين. فيا أيها المسلمون أيها الإسلام آبائي وأمهاتي وبزانgu ومزانgu كنت نصب أعينكم nimesimama hapa mbele yetu kai atahaddatha ma'akum ani hijabu al-mar'ati muslimati, kuhusiana na hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika
ذلك أدنى لحسبتين أن يعرفن كلام ili watambulishe na wala wakana Allah rahima na mikuwa Mwenyezi Mungu wa rehema na msamaha. Na wale mufassirina fi hadhihi aya wamepokea fasiri sababu ya kuteremka aya hii minhum miongoni mwao al-Imamu wakala sababu ya kuteremka aya hii watu mabaki walikuwa wakasumbua na wake piga kutoka kwake faidara au halmarata alaika fanamu tarakuha na kumuona mwanamke mwenye stara wanafuata wakalu hafi na anasema huyu ni mkubwa faidara au habihaili fanamu kalu na kimuona mwanamke basi na stara wanasema ama huyu ni mkubwa fahadau wanafuata فنزلت هذه الآية إذ تتلك آية قال مسلم أقسم إمام مسلم يأمر الله نبي أن يوجه النداء من يزيد ومنشا بأهلكي إلى الأمة الإسلامية وأمة إسلام بأن تعمل على التمسك فليزال يشتمل بآداب الإسلام وإرشاداته لا آداب الإسلام فإذا رأوا التي بها تخفض سعادة المجتمع mwongozo ambao kuna kutengamana kwa maslahi ya mmoja na kufuka kwa jamii wa haswa na hasa fi amri ijtimaihim katika jambo la mkusanyiko wa jamii ala tamkuwa wako hijabu shar'i nayo ni hijabu ya kisheria alladhi farada Allahu ala al-mar'ati al-muslimah ambayo ameifanya faradhi Mwenyezi Mungu juu ya mwanamke wa Kiislamu yakuna laha gharamatiha ili mtulie gharama zake wayahfadhu alaiha afafa na imfazie heshima yake wayahmiha min an-nadharat jali na inamfikisha yeye na macho yenye walikalimati zao na maneno machafu wanufusu marid na nafsi zenye maradhi alati yakuluha al-fasaq na maneno ambayo anasema watu mafasi merijali nisai miongoni mwanaume kuambia wanawake fayakuruka akasema Mwenyezi Mungu mama na yale ambayo alikuwa akimaanisha ya ayuhan nabii balligh awamir Allah ewe mtume fikisha hukumu ya Mwenyezi Mungu ila mbali mu'minina kwa waja wake waumini wabeda binafsi naanza kwako mwenyewe famuru zawjatika wa banatika kuamrisha wake zako na watoto wako aiyadhimina jilbabi shar'i wajitande hijabu hasa yafahamu vyema hayo. Dada unakwenda wapi? Mashallah. Kwa hiyo kila ina maneno utaambiwa huko kama umevaa nguo za ajabu ajabu, lakini kama ukivaa hijabu ya kisheria au nguo zenye heshima, basi waliokuwa njiani nao watakuheshimu. Kwa hiyo naomba tuchukue darasa hizi na tukazifanyie kazi, hasa kwenu wakina mama, maana nyinyi ndio mmekuwa gumzo katika zama zetu. Karibu dada Rahma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Tusikilize, tusiamalike. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ja'alahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Faya ayyuhal muslimun, enyi Waislamu, abai wa ummahati, baba zangu na mama zangu, kuntu nusba a'yunikum, nimesimama hapa mbele yenu kai atahaddatha ma'akum, ili nizungumze pamoja nanyi. Ahkamu shar'iyya, hukumu ya kisheria. Ahkamul ula, hukumu ya kwanza. Hal yajibu alhijabu ala jamii an-nisa, je, inapasa kuvaa hijabu kwa wanawake wote? Yadulu dhahirul ayatil karim, inajulisha wazi juu ya ala anna alhijabu mafrudun, kwamba hijabu ni yenye kufaradhisha ala jamii almu'minat, kwa wanawake wote waumini, mukallafati shar'an, wakubwa kisheria, wahuna nao ni wanawake wa
الشباب الحرائر waungwana البالغات waliobaligh yudhahiru al-ayat kwa kuweka wazi wakati amarana Allah ametuamrisha Mwenyezi Mungu amturukahu kuacha wa maadinu kwa kufuata dini yao walianna alhijabu ibada na kwamba hijabu ni ibada lima fihi min imtithali awamir Allah kwa kuacha wao kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Hadha yafahamu insha Allah. Yusra wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ja'alahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, enyi Waislam, abai wa ummahat, baba zangu na mama zangu, kuntu nusba a'yunikum, nimesimama hapa mbele yenu kai atahaddatha ma'akum, ili nizungumze pamoja nanyi anil ghibat, kuhusiana na kusengenya. Ndugu zangu Waislam, kusengenya ni kumzungumzia ndugu yako kwa asiyopenda kipindi hayupo, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowauliza masahaba wakasema, ataderuna mal ghiba, hivi mnajua kusengenya ni nini? Kalu, wakasema masahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wenye kujua. Dhikruka akhaka bima yakra'u, kumzungumza ndugu yako kwa mambo anayochukia. Ala aita akhi faakulu, vipi itakuwaje ndugu yako hayumo ndani ya hilo unalolisema? Fakad tabata, utakuwa umemsengenya. Wa inna lam yakun fi ma taqulu faqad, na ikiwa ndugu yako hayumo ndani ya hilo unalolisema, fakad bahata, utakuwa umemsingizia. Ndugu zangu Waislamu, kusengenya ni jambo baya kiasi kwamba wema uliofanya pewa yule uliyemsengenya. Siku moja kuna mtu mmoja aliyesengenywa, mwana wa chuoni anayeitwa Hasan al-Basar. Mwana wa chuoni Hasan al-Basar aliposikia kuwa amesengenywa, basi akampelekea zawadi atende yule aliyemsengenya, kisha akamwambia, nimesikia kuwa umenipa wema wako kwa kunisengenya. Kwa hiyo Waislamu, hii ndio hatma kusengenya. Tunataka